Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi, aliyetuumbia mimea pamoja na kila kitu. Ndugu zangu, katika madarasa yetu kama tunavyosema, tunapenda sana kufundishana ili watu waweze kujua na waweze kujisaidia na kuondokana na matatizo ya namna mbalimbali. Sasa leo, baada ya utafiti ambao tulioufanya, unaonyesha kuna watu wamelogwa sana, na kuna kitu ambacho ni kidogo sana, wengine wamelogwa kwa kitu hicho, inafikia hatua kiasi ambacho watu wameharibikiwa maisha sana. Watu wanaharibikiwa maisha kiasi ambacho mtu kila analolifanya haliendi, kila anachokifanya hakikai sawa, kila analolikusudia. Tena mwingine nafikia hatua amejitahidi, wazazi wake wamejitahidi sana, na mwenyewe amejitahidi, amesoma ili baadaye apate kazi, lakini kazi hazipatikani. Tena muda mwingine anaonyesha CV zilizokuwa nzuri, elimu yake iko kubwa, yeye mwenye elimu hapati, alafu anakuja mtu mwingine hana uzoefu, elimu hana, utakuta anaweza kupata kile kitu. Na mambo kama haya yanatokea hata katika baadhi ya mataifa mbalimbali. Unaweza kumkuta mtu mwingine amefikia hatua sasa ni wakati wake wa kuambiwa sasa unaapishwa hapa upewe nafasi fulani. Akapewa karatasi, hebu soma hili. Basi ukamkuta mtu hata kusoma lile karatasi hawezi. Unaweza ukadhani hakusoma. Hakusoma vipi? Mtu ana digirii na elimu kubwa. Isipokuwa ulimwengu wa giza unawatesa watu. Ulimwengu wa giza, uchawi, watu wanalogwa sana. Sasa leo nitakuletea kitu ambacho utakapokitumia hicho kitakusaidia. Kama umefungwa ukafungika. Na ndugu yangu nikwambie, miti ina siri nyingi sana, miti ina faida nyingi sana, na kila mmoja kuna namna yake Mwenyezi Mungu amemjalia namna ya kujua yule mti unatumika vipi. Sasa leo nitakuelezea mti ambao, huo mti wewe ukiupata, tena ni mti ambao ukiambiwa hata kwa jinsi ulivyo unasema bwana hata huu, lakini ndio mti huo na una faida kubwa. Kwa sababu kupitia mti huo ukichukua, kama ukifunga ile majani yake, ukifunga mafundo kama 7, ukaweka kwenye mchago wako, ukilalia mti huo, basi nakuhakikishia ndugu yangu, wachawi hawawezi kukubeba kwenda kukupeleka maeneo mengine. Au hata kama wewe ni mwanga, unataka sasa mimi kuwanga sitaki, chukua huo mti, funga mafundo 7, weka kwenye mchago, lalia. Wachawi wenzako wakija hawakuchukui, hawakuweza kukuchukua kwa ajili ya kwenda kuwanga. Hiyo ni faida moja wapo. Hata wewe uliyekuwa mwema, unataka pia vile vile watu wabaya wasikuweze, pia unaweza kutumia kwa namna hiyo. Mti huo ni mti gani huo? Hapo ndio kuwa makini, kwa sababu hivi punde nitakutajia ni mti gani. Ni mti ambao kama pia vile vile utauchukua huo mti, ukachukua kile kitawi chake, ukatengeneza kibakola chako kifupi, fimbo fupi tu, hata pata ya namna hii. Fimbo hii utakapokuwa nayo inakuwa ni mvuto wa kupendwa, wewe unakuwa unapendwa, unafurahikiwa. Ni maajabu ya mti huo. Lakini mti huo pia vile vile ukichukua mzizi wake ukachemsha ukawa unakunywa, pia vile vile inaondosha vifungo vya kichawi katika mwili wako. Huo ni maajabu ya mti huo. Lakini pia mti huo unasaidia, kama utachukua yale majani yake, baada ya kuyachukua yale majani, embu yaunguze vizuri, unguza kabisa. Ukishayaunguza, kwa maana yake yatakuwa ni majivu. Baada ya kuwa yale ni majivu, maana yake majivu yale utakapokuwa unaweka kwenye maji ya kuoga, alafu ukaoga, moja katika kitu utakachokipata, kama una mikwamo, sawa, matatizo katika mwili wako ya nuksi zile pia zinakuwa zenye kutoka. Una vifungo, ulifanywa vifungo pia vile vile vinakuwa ni venye kuondoka. Ni maajabu ya mmea huo. Lakini pia vile vile huo mmea ni tiba ya kinga. Ule unga wake ule ukichukua, weka kwenye mafuta, aidha mafuta ya alizeti, aidha mafuta ya zaituni, aidha mafuta ya nazi, weka kwenye mafuta. Ukishaweka kwenye mafuta, alafu mafuta yale uwe unapakaa. Kama mtoto wako anaweweseka, anachukuliwa na wanga, basi ndugu yangu, wanga hao hawawezi kumchukua mtoto huyo. Ni siri ya mmea huo. Huu ni mmea gani? Kwa sababu leo nimekusudia kukuelezea huu ni mmea gani. Ni mmea ambao wazee wa zamani unaweza ukakuta mlangoni
ameuweka hivi. Tena unaweza kuona kama vile kauweka kawaida, lakini kuuweka kwake una siri. Ukiweka mlangoni, mchawi haingii ndani. Wengine walikuwa wakiwapa zawadi wajukuu zao kama wameoa au wameolewa, linatengenezwa jamvi kupitia mmea huo, alafu lile jamvi linawekwa ukutani. Watu wengi hawajui. Na ndugu yangu nikwambie, wazee wengi wa zamani vitu vyao ukichunguza walivyokuwa wanaamrisha watoto wavifanye au wasivifanye, vilikuwa vina hikima sana. Mfano wa zamani, utakuta mtoto anakwambia, mtoto usimpige na fimbo ya mti wa mbazi, mtoto usimpige na fimbo ya mti wa muogo, mtoto usimpige na mwiko. Hivi ni vitu ambavyo vimepokelewa, viko hivyo. Usiku ukienda kununua chumvi, usitaje chumvi, sema mkubwa wa jiko. Vitu vyote ukikaa ukivichunguza unagundua walilenga jambo fulani. Sasa basi, vile vitu utakuta mtoto kaoa anapewa zawadi. Sasa ile zawadi, ule mkeka ambao umetengenezwa kupitia mti huo, mtoto akikaa kwenye ule mkeka yeye na mumewe, maana yake ni kwamba hata kama mgeni wako umekaa kwenye mkeka ule, anakuja mchawi kuleta madhara, uchawi hauwezi kuwafikia wale. Hayo ni maajabu ya mimea hiyo. Huu ni mmea gani? Sasa hapa ndugu yangu ndo nataka ufahamu mmea huu. Ni mmea ambao yawezekana wewe unauona sana huko mitaani na muda mwingine unauchukulia kawaida sana. Hapa nimechukua ule ambao tayari ushachukuliwa, ambao huu unaitwa ukindu. Ukindu ni maarufu sana. Huo nafikiri wanashonea mambo mbalimbali, kushonea vikapo, wengine wanashonea majamvi, ukindu. Sasa huu ukindu ujue ni hatari kweli kweli, ukindu. Na nikikwambia ni hatari, haina maana una madhara kwako, maanake ni hatari kweli kweli kwa watu wabaya. Yani mtu mbaya hana ujanja kwenye ukindu. Sasa ukindu huu ukilogewa bahati mbaya na mti wa ukindu, utatembea mashariki magharibi kutafuta tiba, lakini moja katika tiba yake ipo ndani ya ukindu. Kwa kama umelogewa ukindu, una vifungo vinakutesa katika maisha, chukua ukindu wako. Ukishauchukua huu ukindu, uchome vizuri, au hata huu wenyewe uweke kwenye jiko vizuri sana, uchemshe. Chemsha, uchemke barabara. Hata kama hivi mkavu, wewe chemsha tu. Kama unapika kitu ambacho kigumu kuiva, chemsha hata dakika 20. Alafu kisha baada ya hapo, yale maji nenda kaoge, tia nia, naondosha vifungo vyote vya kichawi nilivologwa mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Vifungo vinavyonifungia mimi nisifanikiwe, nisipate kazi, usiolewe kama mwanamke. Sawa unasema mimi unaona mambo ni magumu, tia nia yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia. Hii ni faida ya mmea huu. Kwa hivyo una mambo mengi na una siri nyingi sana, ila leo nimekusudia tu nikutajie kidogo ujue, kwa maana mti wa ukindu kumbe una faida. Una faida tena nyingi, na hapa nimetaja tu moja, lakini nimetaja tu sehemu ya kwanza kwa uchache, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia tutaelezana tena na tena katika baadhi ya vipindi vingine huko masiku mengine insha Allah. Lakini yote haya tunaambiana. Wengine wanasema, shekhe, mbona unataja mambo makubwa namna hii ya siri, unaeleza kwa nini? Tunaeleza kwa sababu wewe upate tiba. Yawezekana umelogwa na ushatumia pesa nyingi na hauna uwezo wa kwenda kwa wataalamu tena. Tumia tiba hizi, zitakusaidia. Au wewe tena mwingine unasema, bwana shekhe, nishatembea mimi kutafuta matibabu, bado sijafanikiwa, natamani nikupate shekhe, unifanyie wewe mwenyewe. Karibu, milango iko wazi. Hata kama uko popote katika ulimwengu huu, tutamuomba Mungu. Mwenyezi Mungu ndio anaondosha matatizo. Kwanza imani yako iwe kwa Mungu. Hata kama uko mbali huko, tunatawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unahitajia kinga, uko mbali, tutaifanya. Unahitajia vitu kama hivi, pia utafanyiwa, ili mradi kila mmoja aweishi katika maisha ya amani na salama. Kwa hivyo, kwa haya machache, Allah Subhanahu wa Ta'ala namuomba akujalie afya njema wewe ndugu yangu, pia vile vile na mie anijalie afya njema, pamoja na ndugu zetu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie afya njema. Ila niseme karibuni sana katika ofisi yetu ambayo iko maeneo ya Tanzania, Tabata Kisiwani, Tanzania, katika wilaya ya Ilala, Dar es Salaam, katika wilaya ya Ilala, kata ya Tabata, mtaa wa Tabata Kisiwani, maeneo ya Tabata Kisiwani. Na hapa Tabata Kisiwani, kama unatamani kufika, maana yake ni kwamba
unakuja unaulizia sehemu yanayochapishwa magazeti ya Mwananchi. Ukifika maeneo hayo, basi umeipata Tabata Kisiwani. Ukifika pale nje yake, uliza vijana bodaboda, waambie nakwenda kwa Maalim Suleiman Ngusura, watakuleta. Utafika na inshallah tutajua namna gani jinsi ya kusaidiana ili matatizo yaweze kutuondoka. Ama pia unaweza ukanipigia kwa namba za simu hizi nitakazokutajia hapo, nipigie wakati wowote, muda wowote, ila uwe na subira. Simu yangu iko bize, ukiona kidogo hajapokelewa sijakudharau, ni kutokana na ubize wa kuhudumia jamii ya ulimwengu mzima. Namba za simu ni 0716447727 0716447727 au 0762664094. Kama unavyoona zinavyopita hapo chini kwenye video yako hiyo, basi inshallah ndiyo namba zetu za simu. Ila kumbuka, kama uko mbali nchi ya nje, kuanza na kodi namba, kwa maana alama jumlisha 255 +255 762664094 o +255 716447727. Ni mimi ndugu yako Sheikh Suleiman Ngusura. Kwa haya machache, alkamalu lillahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.